hakuna asiyekuwa na kasoro hata mmoja. Sasa zile aibu zetu, kama unazidisha kumswalia Mtume Muhammad, zinastiriwa zile aibu. Kwa nini? Kwa sababu Mola kafurahi. Amefurahi Mwenyezi Mungu mtume wake akisaliwa. Amefurahi Mwenyezi Mungu kwa sababu umeungana naye. Ziko ibada huungani na Mungu, unafanya tu mwenyewe. La, ibada katukalifisha sisi. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kazi ya ibada ni yetu sisi watu na majini, zote ibada. Si unaona tumeswali magharibi hapa, jamanini, tumeswali sisi tu, Mungu hakuswali hapa. Hakuwepo Mola kwenye safu zetu anaswali abadan, tumesali sie tu. Ramadhani inakuja, tutafunga sisi tu, Mwenyezi Mungu hafungi, tunafunga sisi waja wake. Hata tukitoa zaka tunatoa sisi, Mola kazi yake ni kupokea. Tukenda haji, Mungu hahiji, tunahiji sisi. Na inshallah Mwenyezi Mungu atupeleke hija mwaka huu. Mambo magumu yamekuwa kwenye hija huko, tabu zipo. Na kusema kweli tabu hizi msingi wake ni Wasuudia wenyewe, wanaweka takalifu ambazo kwa hakika hazihusiani na ibada kabisa. Sisi Mola ametuambia alhajju ashhurun ma'lumat, ibada ya hija ni miezi maalumu, ni miezi mahususi ndiyo kushughulika na mambo ya hija. Siku hizi walivyoamua wao, hakuamua Mungu, hakuamua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wameamua Wasuudia kupitia wafalme wao. Wafalme kwa habari ya hija wana wizara nzima inaitwa Wizaratul Hajj, na waziri yupo. Wameamua hija ikimalizika leo hii uanze mambo ya hija ijayo. Usikichelewa kuanza, ujitoe kwenye ibada hii ya hija. Ni Wasuudia. Kuna wakati huwa nakaa mimi nasema, mbona kama kuna mkakati wa kuua hii ibada, naona kama kuna some sabotage hivi ili ibada hii ife, lakini haiwezekani, kwa sababu hii ni dini, sio chama cha mpira, sio chama cha siasa. Hija ni Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo ya Mungu hayatositishwa ila qiyami saa. Lau ingekuwa dini inaweza kufutwa, tusingeikuta sisi, ingekuwa imekwisha. Wananisikia wenyewe kwa kupitia watu hawa. Lafu ubali, ndio tunasema, tusiposema tutaumwa, bora tuseme tupungukiwe maradhi. Sasa hija tunakwenda na Mungu hahiji, tunahiji sisi peke yetu. Lakini kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama tunashirikiana sisi na Allah, na Mungu yumo kwenye swala hiyo, bali yeye ndo wa kwanza hasa. Inna Allah, unaona maneno yalivyoanza, inna Allaha thumma man wa malaikatahu yusalluna ala nabii wa fi hadha alqadri kifaya. Ingeishia Mungu tu na malaika wake wanamswalia mtume, si imetosha? Imetosha tu, namba yao ni kubwa, hakuna anojua idadi ya malaika. Lakini Mungu akapenda tushirikiane naye. Sasa ukikubali kushirikiana na Allah kwenye hili jambo la kumswalia mtume wetu Muhammad, anafurahi sana Mwenyezi Mungu, ndio atakufanyia mambo yako. Wako watu wallah ambao wamefaulu maisha yao hapa duniani kabla ya akhera kwa swala tu za mtume nyingi. Yani kaona yeye atakhasas na kumswalia mtume tu kwa wingi. Wallahi mambo yamekunjuka na wamekuwa watu wa kheri. Ndio maana nimesema jambo la pili, tuunganeni kwenye kufanya hili jambo, tutabarikiwa na tutafanikiwa. Na ni vizuri hapa kuna jambo linafaa kulizindua, nalo ni kusema ukweli wa mambo yaliyo ndani yalojificha. Sisi wanadamu hatumswalii mtume sisi, la, sisi hatujawahi kumsalia. Anayemsalia ni Mungu mwenyewe. Hebu tujaribu hapa. Mimi namtaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam,
mtume wetu Muhammad. Mmesikia mlivyosema? Hata swigha ya yenyewe ukiangalia, nyinyi hamjamswalia, mmesema sallallahu alayhi wasallama. Swalla ndio fiili, faili ni Allah. Sallallahu, mtendaji wa tendo hili sio sisi. Sallallahu uko ndani tena, watu watakwambia ni jumla khabaria inshaia, huko tusiingie huko tena, tutaanza kuachana hapa, na sio lengo langu. Tunataka twende pamoja. Wewe kazi yako unamwambia Mungu sallallahu, Mwenyezi Mungu msalie wewe mtume wako kwa hadhi yake. Bwana mtume mwenye jukumu la kumsalia ni Mola wake mwenyewe, lakini tena kwa majazi akli, min babi isnadi alfi'li la ghairi fa'ilihi, ni mambo yanategemezwa kwa yule ambaye hakuyafanya, mfanyaji mwingine na anaambiwa kafanya mwingine. Ni kawaida sana. Ndugu Muislamu, ukienda hospitali ukatibiwa, si unasema daktari kanitibu huyo, au sio? Dokta kanitibu, nimepona. Hivi uhakika hujui aliyokutibu hasa hakika ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mambo ya lugha tu yako. Kwa hiyo swala yenyewe hii Mungu anafurahi, kwa sababu muda wote tunampa kazi hiyo. Tunakuomba msalie ni bwana mtume kwa wingi sana. Hii faida ni kubwa sana. Sasa Ramadhani na mabadiliko ya Muislamu, hadhi hiya almadda almawdhu'atu fi saha. Maneno ni haya: Ramadhani na mabadiliko ya Muislamu. Ni jambo kubwa niloagizwa, nimetumwa na mabwana hawa, wamenituma na wana haki ya kunituma, kwa sababu wao ni wakubwa zangu hawa. Mimi wananipita elimu, wananipita umri, wananipita yote, wananipita yote, na nakiri hivyo. Mimi sijui kama hawa, bali sijui kama nyie. Mimi ndo dhaifu wenu sasa. Mimi dhaifu kuliko nyie, mimi kiatu chenu tu. Wamenituma niseme Ramadhani na mabadiliko ya Muislamu. Maladhi yani hadha wa maladhi yustafadu min nafsi almawdu'. Ndani ya anwani yenyewe tunafaidika nini? Ukisikia anwani hii Ramadhani na mabadiliko ya Muislamu, huzioni faida? Anwani yenyewe faida unaziona? Ni kama vile waandaaji wa maudhui hii wanamtaka Muislamu Ramadhani ikija asiwe yule yule, Ramadhani imkute mwingine kabisa, na kama atachelewa kubadilika basi Ramadhani pia isimwache yule yule. Utaiona hii nukta kwenye maudhui yenyewe, kwenye unwani. Kubadilika, ndugu Waislamu, ndiyo utu. Kutokubadilika ni kutoka min dairatil insania ila dairatil jamadati wa hakadha. Yani kama hubadiliki, ni mtu lakini hubadiliki, unatoka kwenye ubinadamu. Kwa sababu gani? Wanaojua nahau kidogo, na ndio hawa tawauliza, binadamu hafai kuwa mabniyu, binadamu awe mu'rabu. Sasa nilisema sitaki kuachana hapa, unanifahamu. Wanaosoma lugha na sayansi yake wanajua kuna tamko linaitwa mabniyu. Kwa lugha rahisi ya kuelewana, daima utalikuta na hali moja, yani haligeukagi. Kuna tamko linatamkwa min. Hebu tazama Qur'ani, yaqulu tabaraka wa ta'ala, lam yakun alladhina kafaru min. Umeona hiyo min? Ala madal azmani, hutokuta ile sukuni kwenye min, ukakuta imeandikwa minu, imeandikwa mini, itabaki kuwa min. Na ukiona imetiwa shakli, imeirabiwa, ni kwa kuondoa ile haramu ya kilugha, yani takhallusu min altiqa'i sakinaini basi. Na utaona kuna mala imetiwa fatha, unanielewa? Sasa binadamu asiwe hivyo, asiwe hageuki. Binadamu awe mu'rabu,
awe bu'rabu, awe ni mtu leo utamuona na sura hii, kesho ukija utamkuta na sura hii, na hasa mabadiliko kwenye kheri. Abadilike mtu siku zote kwenda upande wa kheri, asiwe yule yule. Ndio Muislamu. Ramadhani na badiliko ya Muislamu. Namuhusia kila mtu kwa baraka ya muhadhara huu, isimkute Ramadhani hajabadilika. Hata Ramadhani ikukute umekuwa mwingine, sio wewe wa leo, Ramadhani ikukute huyo huyo. Wallahi alazim, Ramadhani itafika, itapita na itakuacha kama ilivyokukuta. Ikikukuta Ramadhani kama ulivyo sasa, na Ramadhani ikukute hivi hivi, la natija fi Ramadhani, utakuwa huna maana kabisa. Na maneno matukufu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, faya hasrata ala man fajahu Ramadhan au ala man atahu Ramadhan thumma salakha anhu wa lam yughfar lahu. Ni majuto yasiyokuwa na mfano, ni majuto makubwa, hasara. Ikiwa mtu amekutwa na Ramadhani akiwa hai, halafu Ramadhani ikaondoka, akabaki hakusamehewa dhambi ya Ramadhani, imemkuta mtu na madhambi, imeondoka bado ana madhambi vile vile, hakuna alopata hasara kama huyo. Inna dhalika la huwa al-khusranul mubin, ndio hasara kubwa zaidi. Binadamu abadilike jamani. Mbona kwenye dunia tunabadilika? Nitakufurahisheni mimi kwenye dunia hii kuhusiana na mambo ya kidunia, na tashakkalu kashirdan, sisi ni kama vinyonga, na kubadilika sisi watu kwenye mambo ya dunia yetu. Sote ni kama wasanii hapa mlipokaa nyie, watu ni kama wasanii. Kwa Kitanzania kusema huyu msanii, si mnanielewa? Sasa ni wasanii. Linaloniudhi mimi, kuna kitu kinaniudhi kusema hawa wasanii, la basa bidhalik. Linaloudhi ni kusema wasanii ndio kioo cha jamii. La, wasanii sio kioo chetu sisi. Wasanii ni kioo chao wao kwa wao. Sisi hatuna la kuiga kwa wasanii. Si tunapopa kuiga, sisi watu kwa umoja wetu, sisi watu kwa Waislamu kwa umaalumu wetu, tunapopa kuiga. Mwenyezi Mungu ametuleta kwenye hii dunia tukiwa hatujui kitu. Hakuna alozaliwa anajua chochote. Al-Qur'anul Karimu bijahihi wa nurihi wa dhiyaihi wa talaaluihi yukarriru al-mas'alata wa yuwadhihuha. Qur'ani inasema, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Mola amekutoeni kwenye matumbo ya mama zenu mkiwa hamjui kitu. Kuna mtu ana upinzani kwenye hili? Yaani ukisema mahala, jamani, tumetolewa na Mola kwenye matumbo ya mama zetu hatujui kitu, kuna atakaye kupinga? Akikupinga huyo mtu kwa nukta hiyo, anatakiwa kupelekwa kule Dodoma akapimwa akili, au aeleze alizaliwa anajua nini, aseme alizaliwa anajua kitu gani. Na Mola kasema kwa nakira, la ta'lamuna shay'an, hamjui chochote. Kuja duniani hapa hujui chochote kabisa. Sasa in kanat almas'alatu hakadha wa hiya kadhalika, mezaliwa hujui kitu. Leo hii ukimuona binadamu anajua chochote, yani ukimuona mtu anajua chochote kile, ni moja kati ya njia mbili zimetumika ndio akajua. Ama kasomeshwa kwa maana ya kufundishwa, au kaiga. Njia mbili tu, yani haya unayojua leo usingeyajua ila kwa moja kati ya njia mbili. Ama umefundishwa, naam, si ulizaliwa hujui kitu. Leo si kuna unayoyajua, hayo uyajuayo umefundishwa, yuko mtu kakufundisha. Lakini kama hukufundishwa, kuna uliyewaiga. Ni kwa kujifundisha au kwa kuiga tu ndio utajua unayoyajua. Kwa huruma yake